Okay, tunakuja kwa siku nyingine, kwa mara nyingine tena. Leo tunakuja kuzungumzia habari ya Dar es Salaam na mikoani, tukimaanisha raia wa Dar es Salaam na yule wa mikoani. Afu kama unavyojua kwamba sisi raia wa Dar es Salaam ndio raia wale wale wa mikoani, na maana tumetoka mikoani tumekuja Dar es Salaam. Wazao huko wa Dar es Salaam wale wa Zalamo ni wachache sana, Wandengereko ni wako Pwani, lakini Dar es Salaam sana sana ni Wazalamo ambao ni wachache. Walio wengi sote tumetoka kwa mikoani, huko Moshi, wapi, Mbeya, Iringa, Songea, Bukoba, Kigoma, wapi, ndio tumejazana huko Dar es Salaam. Lakini sasa sisi tunatoka mikoani kule, tunakuja tukiwa mashababi, tukiwa tuna vifua, tuna nini, miguvu, minini, vijana. Kweli ukiona kijana haswa, ila tukifika Dar es Salaam kuna vitu vingi sana vinabadilika. Lakini sasa ubadilikaji huu ni kwa sababu ya huu mkoa, huu mji wa Dar es Salaam, au ni kitu gani? Eti bwana Side, vijana wakija hapa wanabadilika ndugu yangu. Tena wanabadilika sasa, yani kwenye mfumo wa maisha, vyakula, uvaaji, ile kuishi nini, yani nafika mahali hata kuzungumza nini, tunakwepa hadi lafuzi za nyumbani. Ndio. Unaona bwana? Sasa shida ni nini hasa? Tuseme labda kwenye vyakula, labda tuanze kwenye vyakula. Tuanze kabisa kwenye vyakula, maana vyakula ndio vinaonyesha kwamba na vyenyewe vinakaribia robo tatu ya kutubadilisha sisi. Ni vyakula vinachangia sana, kwa sababu unasikia mpaka wanasema hadi nguvu za kiume kwa sababu vyakula tunavyokula. Mtende na mada ya kwanza, vyakula. Vyakula tofauti bwana, tofauti ya vijana, au tufanye uwe kijana uwe mzee uwe nani wa kijijini na huku Dar es Salaam tofauti. Unakuta mzee wa kijijini, mzee kweli umri umeenda, au sio? Meno kidogo anaweza kukuta mengine yamepungua, lakini kukuta mzee huyo anakumua ule, ana shida sija mwenyewe kabisa kama huku. Anatafuna mwenyewe anachukua mwana utafuna. Lakini ukija huku Dar es Salaam, hicho kipengele mzee unaweza ukavunja tai. Umeona? Haya, ukija labda kwenye mahindi. Mahindi unakuta kutafuna lindi limoja tu la huko anauza labda 500 au 1000. Kipande 500 zima 1000. Unakuta hicho kipande ndio cha 500 humu kote panauma, lakini kule ukiwa kijijini yani unaweza ukakuta hapo jikoni mahindi yamezunguka jiko. Inaisha sasa kile kimvua wakati kinanyesha kinapoka vijijini, kimvua kinanyesha kile, umekoka moto wako na kuni. Sasa hapa tena lakini ngoja malizia mimi nishapata sababu hapo bwana. Mimi na point, niambie hapo na point. Sababu nishajua sababu. Basi hapo bwana ndio hivyo, nakuta huku tofauti na kule. Sasa sijajua kutokana labda mazingira, utofauti wake labda unatokeana na mazingira, sijui vipi, uvivu wa kula. Unajua unapoacha kula kwa muda mrefu kitu fulani, unaweza pia siku ya kuja kukila ikawa tofauti na ulivyokuwa unakula zamani. Kutokana kule mahindi, tufanye kama mahindi kila kona yapo, ila huku sasa labda ile bajeti kwanza utoe 500 utoe 1000 ukaona ngumu. Yani hapo mimi nadhani sijui ni hivyo au ikawa ndio hiyo. Au wewe mwenzangu mimi bwana naona niko tofauti kabisa. Jamani, niko tofauti kwa sababu tunachozungumzia ndio maisha tunayoishi. Yani ndio tunayoyaishi tunazungumzia. Kwa sababu nikisema mikoani, nimetoka mikoani. Mimi sio mzaliwa wa Dar es Salaam. Lakini pia naishi Dar es Salaam. Kwa hiyo mikoani nimeishi na Dar es Salaam pia nimeishi. Sasa kitu cha kwanza sisi kinakuja kutuharibia. Jamani, mkiona sisi Dar es Salaam tunakula mahindi kwa kuchanganya na chumvi. Sawa? Pilipili, ndio. Limao, ndio. Unaona bwana? Yaani sasa hivi muhindi sasa hivi unatengenezewa hadi kachumbari na unawekwa na tomato kidogo. Sasa hivi wanaweka hadi mayonnaise. Hadi mayonnaise haya. Muhindi huo. Lakini kumbe muhindi unaweza kusema labda sisi huku tunanyeka sana, tuko laini, tunapenda vitu vitamu. Ila hapana jamani. Ule muhindi sisi tunapata muhindi yani mpaka unakufikia. Ni kama wiki
au wiki mbili, kwa sababu muhindi uvuno kutoka shambani, urundikwe ule, ifike fuso 2, 3, 4, wafanye biashara, wapakie mzigo, uje ufike Dar es Salaam, ushushwe, uanze kuuzwa muhindi kwa dalali. Dalali aje kumuuzia mtu ndaje kuuzia wewe. Ule muhindi tayari hauna ladha. Sasa je, unapataje ladha? Wewe ukio unasikia kama makapi hayana ladha. Ndio hapo baba wanapokuja kuchukulia tangawizi, kuchukulia karoti pale, wanakuchukulia sawa kwenye muhindi sawa. Kwenye miwa sasa. Aha, kwenye miwa wewe hujajua. Mungu unajua unatoka wapi? Wewe kuna Dar kwa nalima miwa? Hamna. Sasa miwa inaenda kukatwa huko Morogoro. Unaona? Waikate miwa Morogoro. Waipakie. Wailete mpaka Dar es Salaam. Waje kukatia wewe vipingili vile. Uanze kutafuna mua, sio leo. Mua ambao umeukata leo kabisa unatafunika. Unakuwa na ulaini fulani. Lakini ukishafika huko baba ni tabu. Ila bado vile naweza kusema na point yako naweza kunani huku ndio penyewe tunataka urahisi fulani. Huku urahisi fulani kutokana na maisha yetu yako, yani tuko high sana, kila kitu tunataka kiende speed. Yani kwanza ile kutoa yale maganda ya miwa ile kufanyaje, muda mwingine umevaa vizuri unajua. Nimevaa vizuri naenda zangu kazini. Sina muda wa kukaa mimi sehemu kula mua kama shamba tunavyofanya. Unachukua mua unakaa kwenye jiwa kwenye kisiki pale. Unaanza kula mua. Hiyo haipo. Unaona? Mimi nikikutana na mua kijijini natoka kulima na jembe nani? Begani. Alafu kuna kula mua. Kwa hata ile miwa ikinidondokea hata ikifanyaje baridi tu sinatoka kulima bwana, natoka shamba. Lakini huko nimevaa vizuri. Napanda kwenye usafiri. Nanunua mua nikiwa kwenye, yani mimi muda wa kupata kutafuna mua ni yule ambao niko kwenye daladala. Anapita mtu anaona njoo, anakuja nanunua mua wangu. Tena nalalamika sana watu wa miwa na wenyewe watie kabisa miwa kwenye barafu. Yaani iwe na ubarafu, iwe ni baridi kwa sababu Dar es Salaam kuna joto. Sasa hayo unawapa idea ya biashara. Idea ya biashara. Waweka hadi na barafu. Tununue miwa ya barafu. Ule muda mimi ndo napata kufanyaje? Ndo napata kutafuna mua mimi. Sina kwenye barafu tunarudi yale maisha ya Dar es Salaam kwa sababu joto na gani, kwa hiyo unataka mazingira sasa. Kwa sababu siwezi kuwa Iringa mimi pale Makambako. Nitakwambia niweke barafu, hapana. Huku ni mazingira. Ndio maana tunataka hivyo vitu. Kwa hiyo mua mimi kusema tunakula miwa ambao tayari ishachakatwa. Kwanza wanaturahisishia. Kwanza nashukuru sana wanaturahisishia. Ni kutokana na maisha jinsi yalivyo huko, tunapambana sana sisi. Huo muda hatuna. Kwa kwanza saa nyingine sio muda. Unajua ile jiji saa nyingine pia linaleta uvivu. Tembea na ndugu yangu vifundo vya mua kama 7 barabarani unaona tabu. Watu wavivu. Uchafuzi wa mazingira kwanza. Unaona huo mua ukiwa ushatengenezwa vizuri kwa unatafuna kidogo alafu kwenye mfuko ule uliounziwa unarudisha ule nani uchafu wako ni sawa. Lakini je ukiuzua ile pingili uchafu na mimi ninavyojua kiusalama zaidi kwa mfano miji mikubwa ambayo maaskari pia hata usalama wake unakuwa hapo kwa hapo. Unajua kwa mfano gari nzima ndo mnamiwa vile. Mnamiwa kama kila moja kama mita 2. Watu wanajua hizi silaha tena geuka vita kwenye gari. Fanya tukio. Na hapo inabidi hapo uwe angalau na kakisu kupunguza pingi kai imekuwa ngumu na kupunguza na sasa jumlisha miwa na vile visu. Kwa hiyo bwana hilo kwa Dar es Salaam kusema kweli wasitulaumu sana kwamba hivi tumenyeka sana. Tunataka ijapokuwa kiukweli kwa mfano kama kwenye kuvitumia vile vitu ambavyo labda mikoani watu wanavitumia sana. Kwa mfano kama muogo, mbichi watu walikuwa wanatafuna, wanafanyaje? Yani kila kitu kilichokuwa kinafanyika kijijini huku kinashindikana. Ni kwa sababu pia ya aina ya maisha mepesi. Yani wameachakata yale maisha. Kiufupi labda asubuhi mtu umekula sana kitu kigumu, labda miogo imeshachemshwa, imechemshwa labda mkate. Sasa mkate ukila labda kwa mwaka mzima ni ngumu sana wewe kutafuna muogo mbichi. Kwanza miogo iliyochemshwa sisi huko na wenyewe basi na hisi miogo iliyochemshwa si tu kwa sababu inakaa hapa sisi inakuwaje? Maana sasa hivi hatuchemshi. Ukichemsha lazima ukitishe kwenye mafuta ikaanga. Imechemshwa hivi kuiuza bwana jao. Inakuwa ngumu. Hawanunui wateja. Watu wataki asili. Tunataka ile kaanga. Unaona Sasa mimi naona maisha ya huku ndio yanayotubadilisha. Okay. Unaona maisha ya huku ndio yanayotubadilisha. Yaani lifestyle ya huku
maisha huko, na ni lazima tubadilishe, kwa sababu maisha ndivyo yanavyotupeleka. Na inawezekana pia kwa mtu anaotoka labda kama nchi nyingine kama Marekani labda ama Uarabuni huko, akija huku kwetu pia akija mfano hapa pa Dar es Salaam, yani anaona bado mna vile vitu vya asili ila kwao huko inawezekana viwanda tu, yani ni vitu ambavyo tayari maharage nini kopo baba, samaki sui nyama nini kopo baba inatumika. Wewe unayetumia dona, mimi dona nilikuwa ni mpenzi wa dona kwa sababu mimi natoka mkoani bwana. Kule mkoani unga nani wasembe wewe sembe bwana ajao. Lakini mimi nakumbuka ile dona ya kijijini ile, kwanza face mahindi yanakuwa ni mapya, ili mahindi yanakuwa ni masafi, yanaoshwa safi, yanapelekwa yanasagwa, yani inatoka dona ambayo yenyewe piwa. Lakini dona ya huku baba unaikuta ina migunzi, dona nyeusi, dona ina michanga, dona ina mabalaa yote kiasi kwamba yani kwa hiyo dona inakuwa Donald Trump. Yani dona yenye shida. Unaona bwana? Kwa hiyo inakuwa ni hata kuvutia ivutii. Ndio watu wanakula kwa sababu ya afya, kwa sababu unavyokuambia afya hata kitu kichungu unakula. Afya ndio kama mtu ambaye kwa mfano ana maradhi pengine ya sukari, inabidi ule vyakula ambavyo vina sukari, sio kama ni kupenda vile. Kwa sababu tu ya kutafuta afya njema na maisha. Na pia lakini kwa ile yani kula chakula una enjoy. Kwa dona kusema kweli ni mtu tunakula, lakini ni watu wanakula ubishi. Labda inawezekana kuna kiharufu fulani, kitesti fulani, harufu fulani ambayo haieleweki, kuna michanga mle, kuna magunzi. Yani haina usalama ndugu yangu, unaona. Hiyo nalo shida. Sasa ukitaka uchakate utengeneze vizuri ukanunue mahindi. Kwa hiyo unataka kusema huku pia hata wafanyabiashara wanachangia sana. Yaani ujanja mwingi ngapi ya kutengenezea mahindi wewe. Thubutu. Wewe mfanyabiashara hawa uzakawa unaona? Wanachukua mahindi wale, wanayaunguza, yanaungua kabisa, yanakuwa meusi. Mtu anasaga ile mahindi yaliyoungua, anachukua guni kidogo iliyosagwa, anachanganya na mahindi, anakuuzia wewe mnywa kahawa. Yaani poti ya watu hapa Dar es Salaam watafuta pesa baba. Bwana watu watafuta pesa ndugu yangu. Kwa hiyo mwisho wa siku unajua unakunywa kahawa, kumbe mahindi yaliyoungua tena. Afya yaliyoungua. Na hatujui yana matatizo gani. Ndio kama dona hamna mtu anayejali. Dona watu wanasaga tu hivyo wanakuletea, unanunua hapa unakula. Lakini labda ukisema labda mpango wa kwenda kuchukua mahindi mwenyewe, uoshe, usage, ule. Sasa hapo tunakuja kwenye muda unapatikana. Sisi watu wa mbio. Na mahindi bahati mbaya pia mahindi sasa hivi watu wengi kwa mfano kama mkoani watu wanavuna wakishavuna wakishafata utaratibu wote, yakishatoka ile mahindi yenyewe kabisa wanapeleka mashine moja kwa moja. Ila huku ili afike huku kuna aina fulani ya madawa labda wanaweka ili mradi ya wadudu wasile. Kwa hiyo sasa wewe ukichukua yale kiujinga ukienda kusaga unaweza pia ukashangaa unapata matatizo. Kwa hiyo ukajikuta unakula chakula pia ambacho hakina nani nzuri, hakina usalama, na vifaa. Tunarudi tena pale tunasema maisha yanabadilika, yani ni lazima itafika mahali lazima tu utabadilika. Kuna hizi tabia nchi wanazosema mabadiliko ya hali ya hewa. Jamani, ukiwa unaendesha baisikeli hapa Dar es Salaam, kwanza tu hiyo eka ya barabarani tosha kabisa kukuchosha na baisikeli. Moja. Pili, hali ya hewa ya Dar es Salaam, joto. Mtembea miguu, baisikeli yenyonga tumia nguvu. Baba una kibata cha mtema kuni. Inafika mahali unatamani kabisa baisikeli uweke pembeni, bora ufanyaje? Utembee na mguu.